Karibu kwenye MJ channel. Leo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwenye vyombo vya habari vingi kabisa leo hii wameripoti, hasa BBC wameripoti wanajeshi zaidi ya 50,000 wa Korea Kaskazini wanatarajiwa kupelekwa Urusi. Taarifa ni kubwa kabisa, hatutaweza kuisoma yote, ila tutawasoma tu vitu vichache tu alafu tutachambua. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hadi wanajeshi 50,000 wa Korea Kaskazini wanaweza kupelekwa nchini Urusi kusaidia katika vita dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema idadi hiyo ni ongezeko kutoka makadirio ya watu wanajeshi 30,000, huku akionya kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Pyongyang na Moscow na Pyongyang unaendelea kuimarika. Amesema Ukraine imegundua makombora ya Korea Kaskazini katika ardhi yake na kwamba Pyongyang inaendelea kupata uzoefu wa vita vya kisasa pamoja na teknolojia za zana za kijeshi kutoka Urusi. Kwa mujibu wa ujasusi wa kijeshi wa Ukraine, kikosi cha makombora cha Korea Kaskazini kimeanza kupeleka wanajeshi na vifaa magharibi mwa Urusi. Kikosi hicho kinaweza kuwa na makombora 120 ya balistiki na vifaa 6 vya kurushia makombora. Korea Kaskazini tayari ilipeleka takriban wanajeshi 14,000 katika eneo la Kursk nchini Urusi mwaka 2024 kusaidia vikosi vya Urusi katika mapigano dhidi ya Ukraine. Kutokana na kuongezeka kwa ushirikiano huo, Zelensky ameiomba Korea Kusini kuisaidia Ukraine kwa mifumo ya ulinzi wa anga ambako Kyiv inakabiliwa na upungufu mkubwa wa silaha za kuzuia mashambulizi ya makombora ya balistiki. Wakati huo mashambulizi ya Urusi yameendelea kulenga miji na miundombinu ya Ukraine, huku ripoti za hivi karibuni zikieleza kuwa raia wameuawa na wengine wamewaua na wengine kujeruhiwa katika maeneo mbalimbali. Zelensky pia amewataka washirika wa Ukraine kuongeza msaada wa ulinzi wa anga, akisema uwezo huo ni muhimu katika kukabiliana na ongezeko kwa mashambulizi ya makombora ya Urusi. Wakati huo waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting amezitaka nchi washirika kuongeza msaada wa mifumo ya ulinzi wa anga kwa Ukraine kabla majira ya baridi, akisema rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anaweza kutumia msimu huo kama silaha dhidi ya Kyiv. Naye Papa leo ametoa wito wa kusitishwa kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, akisema idadi ya raia waliouawa na kujeruhiwa wakiwemo watoto inaongezeka. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake ukisema zaidi ya raia 16,000 wameuawa tangu kuanza kwa vita, huku wengi wao wakiwa raia wa Ukraine. Kwa hiyo ni taarifa ambayo leo taarifa kubwa kabisa huko Urusi, huko Ukraine, ambayo Urusi inatarajia kupokea wanajeshi 50,000 kutoka Korea Kaskazini. Sasa huu ni mpango ambao kwa namna moja au nyingine Korea Kaskazini inajaribu kusaidia Urusi ambayo ni mshirika wa kimkakati. Kumbuka Urusi na Korea Kaskazini walisaini mkataba wa kiulinzi na usalama mwaka 2024. Kwa hiyo sasa hivi Korea Kaskazini inajaribu kuona kwamba ni kwa namna gani wataweza kuisaidia Urusi katika vita vyake hivi vya huko Ukraine. Kwa hiyo nafikiri kwamba Korea Kaskazini wanajaribu kupata uzoefu wa vita vya kisasa kupitia kule Urusi, na huenda wanajiandaa dhidi ya adui yake mkubwa kabisa ambaye ni Korea Kusini, ambaye ni mshirika wa kimkakati na wa kiulinzi na Marekani. Kwa hiyo nafikiri ni mkakati ambao Korea Kaskazini anajaribu kutumia ili mradi kukabiliana vizuri endapo mzozo utaibuka kati yake na jirani yake au ndugu yake huyo Korea Kusini. Kwa hiyo ni mipango ambayo wanajaribu kuweka ili mradi kwamba waweze kushinda vita kwa namna moja au nyingine dhidi ya hasimu wake ambao mkubwa kabisa ambayo ni Marekani. Kwa hiyo Pyongyang inajaribu kutafuta enemies kuhakikisha kwamba lazima amsaidie kimkakati mshirika muhimu ambaye ni Urusi dhidi ya
Ukraine. Na ukiangalia Ukraine anasaidiwa na washirika wakubwa wa magharibi, kwa mfano kama Uingereza, Ufaransa, Marekani na nchi zingine kama Poland na Italia na sehemu zinginezo. Kwa hiyo na Urusi anafahamu kwamba anapambana na NATO, na hata Korea mwenyewe anajua kwamba Ukraine isingekuwa hai mpaka sasa, ingeanguka bila usaidizi kutoka washirika wake ambao wale wa magharibi. Kwa hiyo endapo kama watapelekwa kweli na wakathibitika kwamba kweli wapo huko nchini Urusi katika kati ya wanajeshi 30,000 ambao sasa hivi Pyongyang wanapeleka wanajeshi 50,000. Kwa hiyo huenda ikawa ni tatizo kubwa, na Ukraine sasa inahitaji kupata mifumo ili ya kuzuia mashambulizi ya anga, hasa mashambulizi yale ya makombora yale ya balistiki ambayo ni hatari zaidi kuliko makombora ya aina yote yale. Kwa hiyo nafikiri ni wakati wa sasa kuisaidia Ukraine katika namna moja au nyingine, ili kupambana ipasavyo na Korea Kaskazini ambayo ni mshirika wa kimkakati wa Urusi. Kwa hiyo nafikiri endapo tension hii itaendelea, kwa huenda Ukraine akafanya mashambulizi katika nchi hiyo ya Korea, lakini uwezo huu nafikiri kwamba atakuwa hana, kwa sababu hawezi kupambana nchi zote mbili kwa wakati mmoja. Lakini hebu tusubiri nini kinaweza kutokea. Lakini kama watapelekwa wanajeshi 50,000 Urusi, basi Ukraine yupo kwenye troubles ambayo ni kubwa sana, japokuwa wanapambana kwa kiasi kikubwa, na wanajeshi wa Ukraine wako commitment kweli kuhakikisha kwamba lazima kumzuia adui ambaye ni Urusi kusonga mbele au kuendelea kuchukua ile majimbo au miji au mikoa mbalimbali kule Ukraine. Kwa hiyo yote kwa yote tunaona kwamba Ukraine anaendelea kujitahidi, lakini licha kujitahidi anaendelea kuvuta pumzi kwa kiasi kikubwa na kuendelea kumrudisha nyuma Urusi dhidi ya makombora ambayo anayafanya kila siku huko Ukraine. Na tumeona katika siku za hivi karibuni mashambulizi bado ni makali pande zote mbili. Tumeona upande wa Urusi, lakini tumeona upande wa Ukraine. Ukraine inapigwa vibaya na Urusi, lakini pia na Ukraine yenyewe inarudisha kisasi dhidi ya Urusi. Kwa hiyo pande zote mbili kuna counter attack ambazo wanazifanya huku na huku, upande wa Ukraine lakini pia na upande wa Urusi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba tension bado ni kubwa eneo hilo, na yote haya wanataka kwamba wakiingia kwenye meza mazungumzo, basi kila mmoja awe na nguvu katika masuala ya geopolitics, kwa maana ya ile tunasema masuala ya kimkakati hasa ya eneo. Kumbuka Urusi anasema eneo lile la Donbas basi ni la kwake, na Ukraine inalazimika waliachie bila masharti yoyote, kitu ambacho Ukraine anasema haiwezekani. Hawezi kuachia hata nusu au nukta ya ardhi ya Ukraine. Kwa hiyo wataendelea kupambania mpaka mwisho katika maisha yao. Kwa hiyo nafikiri na wanajeshi wa Ukraine wanaendelea kuhakikisha kwamba lazima wapambane mpaka mwisho, ili kuona kwamba ardhi yao lazima itetee kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo pande zote mbili wanataka waingie kwenye meza mazungumzo, ili kila mmoja awe na advantage ambayo ya kupata kile anachokitaka. Lakini tumeona upande wa Ukraine wa Urusi wameshindwa kufanikisha malengo yao, kwa sababu mojawapo ya malengo ya Urusi ni kwamba Ukraine isijiunge kwenye umoja wa NATO, na pia isijiunge na umoja wa Ulaya. Japokuwa vita vinaendelea, lakini hata hivyo bado Ukraine inaendelea kupata advantage kubwa, na washirika wale wa Ulaya wanaendelea kumsaidia kisilaha. Kwa hiyo tunasubiri nini kinaweza kutokea, lakini bado athari inayotokea pale, kwanza athari ya kiuchumi. Urusi japokuwa inaendelea kupambana, lakini bado hali yake sio nzuri. Tumeona Ukraine anaendelea kulenga katika maghala yale ya silaha, lakini pia maghala kuhifadhia mafuta na gesi na maeneo mengine ya kimkakati ya Urusi, kwa mfano kama reli, miundombinu kama reli, naona
na sehemu zingine kama madaraja. Kwa hiyo Ukraine amejaribu au anaendelea kujaribu kuhakikisha kwamba anaendelea kuhakikisha kwamba lazima Urusi anashindwa vita hivi au lazima mashine ya vita hasa katika eneo lile la kiuchumi ambayo Urusi anategemea sana mafuta katika kuendesha vita vyake dhidi ya Ukraine. Lakini hata hivyo Urusi ameendelea kupambana vikali na kuendelea kuteka maeneo mengi sana ya Ukraine, unaona. Kwa hiyo tumeona kwamba majimbo mengi ambayo kuanzia Odessa, Zaporizhia na anamiliki kile kituo kikubwa kabisa cha nyuklia kile cha Zaporizhia ambacho alikiteka mwaka 2024 kitu kama hicho. Kwa hiyo tathmini ya chini kwamba bado hii vita ni kubwa, na hata hivyo bado hatujajua nini kinaweza kutokea hapo kwenye meza ya mazungumzo endapo watakaa kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hiyo bado hali ni kubwa sana katika eneo hilo la mashariki Eastern Europe, na hatujajua na tayari kuna stack ambayo ipo kwa sababu Marekani sasa hivi anapambana vita vyake kule Irani, na vita vile kule huko Ukraine na Urusi mazungumzo yamesitishwa kwa muda kwa sababu Marekani iko busy na vita vyake vinavyoendelea kwa Mashariki ya Kati. Lakini binafsi nafikiri ili kumaliza vita hivi ni lazima tu nchi hizo zote mbili zikae kwenye meza mazungumzo, wafikie hatima na kuweza kumaliza tofauti zao kwa kutumia diplomasia na kuweza kusitisha mauaji ambayo au uhalifu unaofanyika huko katika pande zote mbili, kwa maana Ukraine na Urusi. Jamani, asanteni sana na usiku mwema.